Kusudi ni lile jambo ambalo Mungu ameweka kwenye maisha yako ili kulitimiza na kutokea kwa ajili ya manufaa ya watu wengine. It is the reason God created you, gifted you and placed you where you are. Ni sababu kwa nini Mungu amekuumba, kukuzawadia na kukuweka mbele za watu wengine ili kutimiza kusudi lake. In shortly, purpose is discovering why God made you and living according to his plan. Kiufupi, kusudi maana yake kujua kwa nini Mungu amekuumba na kukuweka ili kutimiza mapenzi yake. For example, a believer's purpose is to glorify God and serve others. Mfano, kusudi la kila muamini ni kumtukuza Mungu na kutumika kwa ajili ya wengine. When something fulfills its purpose, its function as it was designed to function. Pale ambapo jambo linatimiza kusudi lake, linatenda kazi kama vile lilivyotakiwa kutimiza. In Ephesians chapter 2 verse 10, it says, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. This teaches us that God created us. God prepared good works for us, and also God expects us to walk in them. Hii inatufundisha kwamba Mungu alituumba ili tutimize kusudi lake na pia tuenende katika hiyo kazi nzuri ambayo anataka sisi tuifanye duniani. As we proceed in the 3 levels of purpose. Katika kuendelea viwango vitatu vya kusudi. Firstly, the general purpose of every Christian. Kusudi la kwanza, kusudi la kila muamini. Every believer is called to love God, worship God, obey God, and also share the gospel. Kila muamini ameitwa kumpenda Mungu, kumwamini Mungu, kumtii Mungu, kumheshimu na hata kumwabudu yeye. In Matthew chapter 22 verse 37 to 39, it says, "Love your God and also love your neighbor as yourself." Katika Mathayo sura 22 mstari wa 29 inasema, Mathayo sura 22 mstari wa 37 hadi wa 39 inasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amina. Secondly, your personal purpose. This is your unique assignment. Kusudi la pili ni kusudi la kila mtu. For example, hii ni kusudi la kipekee sana kwa mtu yote. For example, Jeremiah was called to be a prophet. Mfano, Yeremia aliitwa kuwa nabii. And also David was called to be a king. Na pia Daudi aliitwa kuwa mfalme. God may call you to teach, read, encourage, and also build your businesses so as to bless others. Mungu amekuita ili kufundisha, kuhubiri, kuongoza na pia kuhamasisha watu wengine na kuwabariki wengine kupitia kazi ya mikono yako. Thirdly, your present purpose. Kusudi la tatu, kusudi la sasa. Sometimes people only think about their future purpose. Muda mwingine tunaweza kufikiri kuhusu kusudi la baadaye. But God also has a purpose for where you are now. Ila Mungu ana kusudi pale ulipo sasa hivi. For example, if you are a child, you must learn and obey. Mfano, kama wewe ni mtoto, unatakiwa ujifunze na kutii. And also a student must study diligently and also influence friends. Na pia vile vile mwanafunzi anahitajika kusoma kwa bidii na kuhamasisha wengine. The purpose according to Jeremiah chapter 1 verse 7. Kusudi kulingana na Yeremia sura ya 1 mstari wa 7. As God told Jeremiah,
kama vile Mungu alivyomwambia Yeremia, You shall go to all to whom I send you, and whatever I command you shall speak. utaenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, na chochote nitakachokuamuru utalinena. From this verse, Katika mstari huu, purpose means being sent by God. kusudi maana yake kutumwa na Mungu. And in this point, purpose begins with God's calling. Na katika pointi hii, kusudi inatokana na wito wa Mungu. Also, purpose means going where God sends you. Na vile vile kusudi maana yake kwenda pale Mungu alipokutuma. Purpose requires action and obedience. Kusudi inahitaji wewe utendee kazi na vile vile utii. The thirdly, purpose means, it says, doing what God's command. Jambo kuu katika kusudi unalotakiwa kulijua, kufanya kile ambacho Mungu amekutuma. Purpose is not about what we want, but it's about God's will. Kusudi sio kile kitu ambacho wewe unakitaka, ila ni mapenzi ya Mungu. Ufanye kile ambacho Mungu anahitaji wewe ufanye. In general, purpose is knowing God's will, following God's direction, and using what God has given you to glorify Him and bless others. Kwa ujumla, kusudi maana yake kuenenda katika njia ya Mungu na kufanya kile ambacho Mungu amekutuma na kutumia vitendakazi ambavyo Mungu amekupa ili utimize kusudi lake hapa duniani. We proceed about facts about purpose. Tunaweza kuendelea katika ukweli kuhusu kusudi au makusudi. Firstly, God created everyone for a purpose. Cha kwanza tunachopaswa kukijua, Mungu alimuumba kila mtu kwa ajili ya kusudi. In Jeremiah chapter 1 verse 5, katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, it says, Before I formed you in the womb, I knew you. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. This scripture teaches us, before Jeremiah was born, God already had a plan for him. Haya maandiko yanatufundisha kwamba hata kabla Yeremia hakuzaliwa au kuumbwa, Mungu alikuwa na mpango mzuri na maisha yake. So it is true for children, teenagers, parents, and also elderly people. Hii ni ukweli kwa watoto, vijana, wazazi na hata wazee. In Psalms chapter 139 verse 14, katika Zaburi sura ya 139 mstari wa 14, and also Ephesians chapter 2 verse 10. Na vile Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. This scripture teaches us we were not born by accident, also but we were born on purpose and for a purpose. Maandiko haya yanatufundisha kwamba hatukuumbwa kwa bahati mbaya, ila tumeumbwa ili kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yetu na hata pia hapa duniani. Ask yourself, what gifts has God given to you that can be used for His glory? Jiulize sasa hivi, ni karama zipi ambazo Mungu amekupatia ili kwa ajili ya utukufu wake? The second point, purpose is not limited by age. Pointi ya pili, kusudi haizuiliwi kwa miaka. In Jeremiah chapter 1 verse 7, it says, Do not say I am only a child. Katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 7 inasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Today, many believers have so many excuses. For example, many children, they think that they are too young. And also, elderly people, they think they are too old. Hata katika dunia sasa hivi, Wakristo wengi wana udhuru mbalimbali. Hata wakisema kwamba watoto wakijinenea kwamba mimi bado ni mtoto, wazee wakisema kwamba umri wao umekwenda. For examples in the Bible, David was a shepherd boy who defeated Goliath in
1 Samuel chapter 17. Mfano mzuri katika hii pointi inatuonesha Daudi pale ambapo yeye alikuwa mtoto, alikuwa ni kijana mchunga kondoo, ila bado akamuua Goliati. So God uses both the young and the old. Hivyo Mungu anawatumia wadogo hata wakubwa kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Thirdly, purpose requires obedience. Pointi ya 3, kusudi inahitaji utii. In Jeremiah chapter 1 verse 7, Katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 7, and also James chapter 1 verse 22, it says, purpose is knowing God's will, following God's direction, and using what God has given you to glorify Him and bless others. Na vile vile katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 22 inasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. God's purpose unfolds when we obey His voice. Kusudi la Mungu linathibitika pale tutakapolisikia na kuitii sauti yake. Ask yourself, what is God asking you to do today that you have been postponing? Jiulize sasa hivi, ni kitu gani ambacho Mungu amekuita ukifanye ila wewe hujawa mtii na kuisikiliza sauti yake? Fourthly, God equips those He calls. Pointi ya 4, Mungu anawezesha wale awaitao. In Jeremiah chapter 1 verse 7 says, whatever I command you, you shall speak. Katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 7 inasema, lolote nitakalo kuamuru utalinena. God never sends people empty-handed. Mungu hawezi kumtuma mtu mikono mitupu. When God calls, He gives wisdom, He gives courage, and also He gives strength. Mungu akikuita anakupa busara, ujasiri na hata nguvu ya kumtumikia. In Exodus chapter 4 verse 12 and also Philippians chapter 4 verse 13. Katika Filipi sura ya 4 mstari wa 13 inasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na hata Kutoka sura ya 4 mstari wa 12 inasema, basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kufundisha utakalo linena. As we know, God does not call the qualified, but He qualifies the called. Mungu hawaiti wale wanaojiweza, ila Mungu anawaita wale ambao wanajiona kwamba hawawezi na wanashindwa kwa sababu ya sifa zao. The fifth point, God's purpose is to bless others. Point ya 5, kusudi la Mungu ni kuwabariki wengine. Jeremiah was sent to speak God's word to the nations. Mfano, Yeremia aliitwa na alitumwa ili kusema neno la Mungu kwa mataifa. Purpose is never only about us, it's for many people. Kusudi sio kwa sababu yetu wenyewe, bali ni kwa ajili ya watu wengine. God blesses us so that we can bless others. Vile vile Mungu anatubariki sisi ili tuweze kuwabariki wengine. In Matthew chapter 5 verse 16 it says, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 inasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. For example, a believer can lead others to Christ. Mfano, muamini aliyeokoka anaweza kuwaleta watu kwa Yesu. So your purpose is connected to someone else blessing. Hivyo kusudi lilo nalo linaunganishwa na baraka za mtu mwingine. The sixth point, the greatest purpose is to serve Jesus. Point ya 6, kusudi kuu ni kumtumikia Mungu. Many people discover careers
but never discover Christ. Watu wengi wanatambua kwamba kazi ni muhimu kuliko kumtambua Kristo ambaye ni muhimu kwenye maisha ya kila muamini. We know that the highest purpose is not becoming Tunajua kwamba makusudi makuu sio kuwa tajiri, kuwa shujaa na hata kuwa mtu aliyefanikiwa, bali ni kumjua Kristo na kuenenda katika mapenzi yake na kufanya lile alilokuita. Kusudi kuu ni kumjua Mungu na vile vile kuwafanya watu wengine wamjue yeye kama vile wewe ulivyomjua na kumfahamu. Katika Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi 20 inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Vile vile katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 inasema, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. So everything God gives us should point people to Jesus. Hivyo kila kitu ambacho Mungu amekupatia kinatakiwa kiwafikie watu wengine. From Jeremiah chapter 1 verse 7, we learn about God created us for a purpose. Katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 7 tunajifunza ya kwamba Mungu ametuumba ili kutimiza kusudi lake. Purpose is not limited by age. Na vile vile kusudi haizuiliwi na miaka ulionayo. Purpose requires obedience, and also God equips those he calls. Na kwa kumalizia, kusudi inahitaji utii, na pia Mungu anawezesha wale awaitao. The key truth: success is doing what you want, and purpose is doing what God created you to do. Uhalisia wa maisha ni kwamba mafanikio ni yale mtu anayohitaji, ila kusudi ni kile kitu ambacho Mungu anatamani na anataka wewe ukifanye katika maisha ya sasa. The last but not least, I shall not be ashamed to preach the gospel of the Lord. Thank you. Kwa kumalizia, sitaona haya kuihubiri Injili ya Kristo. Amina.